Mimi nakwambia anaitwa Kakaisa, lakini moja kwa moja tuko na mwenetu hapa ambaye tukao tunazungumza naye ambaye ndo huyu hapa. Inakuaje bro? Poa sana. Uko fresh? Mimi niko poa. Aha. Yeah. Shughuli zinaenda? Shughuli zinaenda kama kawaida tu. Mungu fundi sana. Mimi unajua tukikutana namna hii brother, mimi wanafurahi sana. Hadi najaribu kukuangalia hivi alafu najaribu kuvuta ile picha ambayo unakuwa nayo kwenye mitandao, nakuta kwani Madundo bwana na picha ngapi huyu bwana? Nina picha mbili. Kuna hii nilionao ya Madundo alafu kuna nyingine. Lakini zote ni Madundo. Zote ni Madundo. Haina wasifuti sana. Tuko na Madundo hapa, moja ma content creators ambaye sasa hivi bana wanapomzungumzia Madundo. Ukitaka kufanyia kazi nafikiri kutabidi kuwe kuna mpunga mwingi sana kutokana na hatua ambayo amepiga. Nafikiri kufikia sasa hivi bana, last time nafikiri ukija numbers hazikuwa zinaongea sana, lakini sasa hivi numbers zinakimbia sana mwenetu. Bidii tu. Bidii. Ndio. Okay. Sasa kupitia mara mwisho kupitia kwenye TikTok yako na kuangalia numbers zilikuwa zimefikia ngapi hivi? Kwa sababu mimi jana niliangalia zilikuwa ni pale na kwa bado moja tu hivi tuingie 176k hivi. Zimeshafika? Sasa hizi ziko 176 na kwa Instagram, Instagram wangu nilifungwa tu ule mwezi uliopita after kutoka Tanzania, nikakaa nikafika some moments nikaona I should have na Instagram pia. Okay. So Instagram yangu nimemaliza tu mwezi na kama wiki sasa hii nimefikisha almost 19 sana na 20k. Yeah. Hatua ni kubwa sana. Sana. Naweza mtu akafikiria labda pengine kufungua Instagram inaweza kuwa ni rahisi, lakini kupata numbers ndo kipengele sana. Instagram ni ngumu kuliko TikTok. Ni ngumu sana, ndio unapata wengi hapa post wana numbers kwa TikTok lakini hawana numbers kwa Instagram. Okay. Mwe numbers kubwa hapa Instagram sidhani kama yupo mwenye 2000 yani ngumu. 200 hakuna. Lakini wenye above hapo wengi sana. Okay. Pia wenye unaweza pata mtu na numbers kubwa kwa TikTok na kwa Instagram kawa na namba. Okay. Mwaka unaelekea kuisha mwenetu. Neema ni nyingi sana. Mwanzo tuseme bana hatua ndio tumepiga kutoka January mpaka sasa hapa pale tumefikia. Nafikiri tuna sababu, kila sababu kuu kabisa ya kusema bana Mungu ni fundi sana. Ametusaidia sana. Kiupande wako nafikiri kwamba ni mtu ambaye umekuwa unafanya content sana ambao zikienda muda mrefu sana. Kwanza mimi nikupatie hongera sana. Shughuli unayopiga brother ni kubwa. Asante sana. Inapendeza sana. Asante sana. Na ndio maana watu wakasema bana Kakaisa kiasema bana unamaliza mwaka bila kupata Madundo. Utakuwa umetukosea sana. Okay. Hivi mtu akisema kwamba Madundo wa zamani na wa sasa ni watu wawili tofauti, atakuwa amekosea? Hajakosea sana kwa sababu Madundo yule wa mwanzo ni sasa. Lakini nisema wa sasa ni more professionally than wa mwanzo. Sasa si yule ambao walimzoea. Sasa amebrand sehemu fulani, amekuwa kiakili na hata kiutunzi. Okay. Mani bebe shida, ni bebe nuksi, ni bebe zote nizibebe mimi mtu mmoja. Okay. Kwa sababu when the first time nilianza na shangazi. Sure. The reality. Sure. Kuliko kuficha vitu kwamba kuna watu labda na waumiza, kuna watu sure. Kwa sababu mimi mwenyewe nikikuuliza hivyo ni kwa sababu watu wengi sana wamekuwa wanamuuliza bana Madundo ule wa shangazi hatumuoni sana na shangazi. Shangazi hatumuoni, lakini niache niongee ule ukweli kwa sababu mimi si mtu wa kuongea watu. Kwa hiyo sipendi kuenda interview nikaongea watu. Lakini naweza ongea ukweli venye ulivyo. At the first time nilianza na shangazi vizuri mpaka tukafika Tanzania. Umeona hata kama mikosi ilikuwa kugomba, lakini mimi sipendi kwa rise hizo vitu kwa internet watu wakaelewa. So tukawa tunaishi vizuri, tukaishi na amani, tukaishi na upendo kama mtu na mtoto wake. Lakini tulivyotoka Tanzania, nilivyokuwa Tanzania nilipata management kule ya kwamba imenisimamie niweze kufika mbali. Paka ikawa imetenga interview Wasafi, katenga interview sijui Kingo FM, sijui a lot of Sasa at that time huku nikafikiria kiulo binadamu, like nimeanza na mama lao alafu leo hii nimwache peke yake arudi Kenya peke yake, niachwe mimi kule, nikakuta this is not reality. Kwa hivyo mipango ilikuwa ni wewe ubaki kule? Mimi baki kule, lakini hatukuenda, tulienda as a vacation tu kushoot. Lakini kwa bahati nzuri nikafika kule nikapata management Tanzania. Nikamwambia shangazi, mimi siwezi kubaki kiulo binadamu, kimama na mtoto. Mimi mashabiki zangu watanichukuliaje wa Kenya? Okay brother, mimi umetaka kunisupport lakini nimeanza na mama lao. So ukitaka kunifanye kazi niache nifanye kazi na mama lao. Vinginevyo acha nirudi wapi? Nyumbani.
By the way tukafanyika video zinafanya poa, tukarudi zetu Kenya. Sasa ikawa kuna wiki. Kwa hivyo kumaanisha kwamba management hiyo time ilikabidi ikashindwa kwa sababu ilikuwa inakuhitaji wewe. Mimi mwenyewe niliweka uzito kwamba siwezi fanya kazi bila mama lao. Okay. Umeona? Tukavuka tukaja Kenya, tukafanya video 2-3. That time shangazi akashikika. Alivyoshikika kama 2 weeks 3 weeks hivi kawa tupatani sana. Mimi nami na ule uzito kwamba unajua as long as ukiwa kwenye safari alafu upate kikwazo chochote una feel uzito, una feel kusononeshwa. Sasa mimi nikawa sina nguvu za kuwa nifanye chengine. Umeona? Na shangazi ni mtu ambaye sipendi kumsaliti. Anyway, mimi nampenda shangazi hata kuliko wasanii wote naofanya naye kazi. Nampenda kwa sababu tumetoana mbali. Tunaheshimiana, tumetoana mbali. Sasa kukawa kwa kumezuka ya hii series ya Skudani. That series ikawa inafanya poa sana. Nikawa that time uelewe series will take almost 1 month. Nikawa mimi kumpata shangazi it's too hard. Na ile madundo mashabiki wameizoea pale nje haiendi bila shangazi. Sasa ikawa inanipa lot of stress. Nikawa sishuti, mashabiki kwani ndipo uliacha? Sasa napata hard time, kumbe mimi pia nina mashabiki zangu ukiondoa na mama la. So it's on me sasa nifanye kitu differently watu wazidi kunipenda kuliko kwamba niko on the way kwamba kitu kile kwa kile alafu mashabiki watu wa kusinywa haraka. Sasa nikawa nafikiria what to do kwa sababu na mashabiki zangu kumbe na mimi na mama lao. After Skudani kwa kumezuka series inaitwa Mama, after Mama tuko kazuka nyingine kwa banda at the same time sio inaitwa what nimesahau. Ikawa ni back to back sana. Back to back. Sasa madundo ameflop, hana tena content. Na Matitika naye at the same time nakumbuka alikuja hapa kabonga kwamba mimi nilimkosea. Tutakuwa tunarejea kwa Matitika, acha tuongee na shangazi. Sasa mimi nikawa sina soko. Wenzangu wana move, wanaonekana ile viral na koroga, usitao unachanganya. Unaacha unadharau wale watu ambao umenuka nao. So mimi nikawa sitaki kugombana na shangazi, ni mtu mzima, tumetoka mbali. Umeona bwana? Sasa sikutaka kugombana na mama lao. Kwa sababu ni mtu tunaheshimiana sana. Umeona bwana? Sasa sikutaka that time mimi nikawa sasa nifanyeje? Mama lao mashabiki wamemzoea, nikitoa mama mwingine itakuwa gumzo. Mama lao ndiye tunamtaka mama lao. Bila mama lao tukuangalie. Mashangazi ana nguvu bwana. This is so hard. Lakini alhamdulillah kwa sababu mimi ni mtu ambaye sipendi kutajana na watu, alafu napenda Mwenyezi Mungu. Wanakaa sana. Nikawa nakaa kila asubuhi, Mwenyezi Mungu nipe shufaa mimi kama ile redio. Nikaa pale nifanyeje? Kwa ni mtihani sana. Nika create kitu kingine. Nikaacha yale matairi kando, nikaacha Matitika, nikaacha nikaacha shangazi, nikasema acha nijiinue. Wakati mama lao anafanya kazi upande mwingine, ikawa ni ngumu sana kumpata wewe. Tena sana. Wakati hiyo kabla aende kufanya kazi kwa sababu nyinyi walikuwa niwaonekana ni watu wa karibu sana. Kuna namna yote labda pengine alikwambia kwamba sasa nitakuwa sipatikani kwa sababu hiyo naweza iongea kwamba aliniambia mama lao, aliniambia kwamba hatopatikana that time. Sasa venye aliniambia hapatikani mimi nikawa namwambia sasa kwamba madamu wewe utakuwa patikani itabidi nitulie tu kwa sababu like sasa yeye kule ukiangalia kitu kilichoniuma by the ile reality. Tanzania niliacha management kwa ajili ya mama lao na ningekuwa sina love ni mnafiki ningemsaliti kule nika move kivyangu. Lakini kutokana na sitaki kupoteza fan base kubwa niliyokuwa nayo nikasema acha niendelee na with my partner mama lao. So alikuwa anajua kabisa kwamba hata ukiwa Bongo ulikuwa umepata dili lakini hukuweza kuifanya kwa sababu ilikuwa inakuhitaji wewe peke yako na wewe unaona kwamba mimi kutoka wewe peke yako haikuwa ni ngumu. Alikuwa anajua kabisa kulikuwa kuna hiyo deal. Yeye alikuwa anajua, nilimuelezea kwamba nimepata management nataka kunisupport lakini tukawa sasa kuna ile mvutano kwamba na nikamwambia tu ile reality kwamba mimi shangazi mimi siwezi fanya kazi bila wewe. Na love na wewe acha nirudi zangu wapi Kenya. Tukarudi Kenya. Ndio tulivyokuja Kenya kwa kuna kipindi cha Skudani kiko moto that time. Sasa elewa kwamba content nataka kila siku una shoot. Consistency. Sasa inataka hiyo time tukawa ndipo tunaachana hapo. Kwa sababu naye ana mashabiki zake kule kumbe kwa Skudani anamsubiri ashuti, ana watu wake na maskini nami huku na mashabiki zangu. Sasa ikawa ananipatia hard time na ndoto yangu hapa ndio imekwamia. Ikabidi naachana na hiyo story nikawa natengeza kitu kingine
tofauti na kile. Okay. Yeah, kwa sababu sijakosana nao. Matitika sijakosana naye, Mama Lao sijakosana naye. Na ni watu ambao tunafanya kazi kwa wema. Okay. Yeah. Okay. So baada na kutoka kwamba sasa umeamua kwamba usheka matairi kando, ushafika vile vitu ambavyo ulikuwa ukifanya navyo kazi ukiwa na shangazi. Yeah. Umeamua sasa uanze upya. Labda pengine kuna namna fulani uliona bana, acha nimwambie kwa sababu sasa naona time inaenda, mimi nimesimama tu. Ulijaribu kumtafuta Mama Lao kumwambia bana, akatokana na ule muda ambao kumekuwa na ABCD, sasa nimeamua kwenda mfumo mwingine. Labda pengine ulimtafuta? Nilikuja that time, nikaja nikakaa chini, alafu ni kama kutry. Nilikuja nikamcheki Babji, nikamwambia bro, naona unafanya kitu the same na changu. Okay. Yeah, kwa sababu system alokuja nayo pia ilikuwa ziko the same na yangu. Yeah. Ilikuwa zinafanana, ujinga ujielewi. Sasa at that time nikamcheki Babji, nikamwambia let's try something. Babji akukataa, akatenga muda wake, tukaja tukafanya kitu once. Kikaenda viral. Yeah. Watu wakakipenda, tukaja ukacreate tena kitu chengine, watu wakakipenda. So tukawa tuna switch sasa. Nikatoka kijijini, nikaja sana nafanya na Babji na kina Sofironi na kina Digo TikTok, kwa sababu Digo TikTok ni one of my best sister ambaye alinispark kwamba it's your time to work. Okay. Yeah, so muda tena kufuatana. Yeah. Ni muda wa kufanya kazi na kuacha kushtuka sana. Okay. You can't alone. Yeah. So nikaamua tu acha nijifocus na nishikane na wenzangu, pia kujichanganya kitu muhimu. Alhamdulillah, pia nashukuru Mungu nilivyoingia Mombasa, watu wakanipokea vizuri, wakanipokea na love, nikapokewa na watu kibao, kina Nagib, kina Don Jamili, kina Barikale, kina nani. Okay. Nikawa na supportiwa pia huku. So nikaona kwamba sijarusha jongo na mjiti wake, bali nilibaki na mjiti, nikawa nasonga nao sasa. Okay. Yeah. Lakini sasa hii bado kuna nafasi bado ya kufanya kazi na shangazi ikitokea? Yeah, hata juzi nilifanya naye. Sema sasa hii niligundua kwamba I have a lot of fan base. Nina mashabiki wengi, nina wa Somali, nina wa Bajuni, nina wa nani, nina wa mpaka Uganda, nina wa Rwanda, nina wa kila mahali worldwide. Okay. So pami inakuwa ni ngumu kufanya tena content zile nilizokuwa nikizifanya, kwa sababu nina mashabiki tofauti. Okay. Nina wakabila wanataka kunielewa nafanya nini. Sure. Nina watu wengi ambao nilikuwa sitaki kuacha lugha yangu, kwa sababu nilikuwa na branding kwamba ninataka kuifikisha lugha yangu sehemu, lakini kutokana na marketing zile ambazo zinahitajika nikawa na switch lugha, na bado kidigo kimo, lakini si kingi kama nilichokuwa nakifanya. Okay. Yeah. Oh, nice sana. Fiti sana. Wengi wanaamini kwamba kujichanganya inaleta unafiki. Yeah. Zamani ilikuwa nina hiyo, lakini mimi na imani the more unajitoa ndio the more unaingiza followers. Okay. Yeah, kwa sababu ukiangalia hata Instagram yangu followers wengi wanatoka Tanzania, Mombasa au kutoka Kwale wengi. Okay. Sasa mimi naona pia ile effort ambayo nimeiweka na bidii ambayo niko nayo ndio ambayo imenisaidia pia kushikana na watu wa Mombasa, kufanya nao kazi. Pia imenipa urahisi wa kufanya nao kazi. Okay. So they see my effort. Yeah. Yeah. Okay. Fiti sana. Nafikiri baada ya kukutana na Babji, nafikiri ulifanya content kadhaa na Babji na zikaenda sana. Yeah. Watu wakasema sasa venye ameingia kwa Babji sahi, nafikiri atakaa sana, lakini hukukaa sana nafikiri kwa Babji. Ukatoka pale pia. Na hiyo sikukaa sana kwa Babji kwa sababu mimi sipendi unafiki, kitu cha mwanzo. Okay. Sipendi unafiki. Alafu pia huwa napenda yani kuswitch, kwa sababu sipendi sahi mashabiki wanizoee Babji Madundo. Madundo Babji, that's kitu ambacho nakiogopa. Kwa sababu mashabiki ni kama watoto tu. Umeona? Yaani mtoto kimzoesha kumbeba mgongoni, kesho mweke chini. Kesho tena ukimweka chini atalia, atataka juu. Yeah. So ule muda labda unataka umweke juu, una kazi zingine. Okay. Sasa kuna muda huwa napenda nifanye kazi na Babji, lakini ikifika muda namwambia brother, hebu fanya hivi kwingine watu wasituzoee sana pamoja. Okay. Alafu pia inajenga heshima kwenye kazi. Okay. Yeah, ile mkizoeana sana mnaleta watu nagombana, mnatupiana maneno, lakini alhamdulillah he is a good person. Okay. Kimwambia bro fanya hivi anafanya. Na akiwa na wazo lake, bro mimi nawaza hivi nawaza, so naona kwamba yani katika wale wana ambao nimeshakutana nao wanapoa, Babji wa mwanzo, na other people like Don Jamili, kuna watu kibao ambao mimi mwenyewe yani Zube pia ni manager wangu, ni mtu ambaye ananimanage. Yeah. Sure. Sasa una management bro? Yeah, sasa na management kama 3 ama 2 watu ambao wananisupport. Okay. Yeah. Sasa upande wa Binzube, kwa sababu umesema una management na yeye ni mmoja kati ya wale management ambao uko nao. Yeah. Yeye kiupande wake kazi yake ni kubwa sana, kwako ni gani? Kazi yangu mwanzo ni kunihakikishia na wasanii ambao nataka kufanya collab na wapata kwa rahisi. Okay. Alafu pili
naweza kuwa nimeshikika, bosi vipi, nataka kwenda location lakini sina kitu. Management tayari na bosi usimind, chukua hicho kitu fulani na kuwekea. Bosi mimi nataka kwenda sehemu fulani lakini sina usafiri. Nisubiri hapo fare na kufuata. Yani unakuwa ile, yani huna wasiwasi wa kufanya kazi. Unapata nguvu. Wewe kazi yako tu ni kutunga vitu, kwenda tu location na kushoot. Madundo alikuwa kuna shangazi na kulikuwa kuna Mwatitika pale ndani. Hawa watu walikuwa ni watu watatu ambao walikuwa wanatembea hivi yani. Wako pamoja yani kila wakati content zao ni pamoja. Tumemzungumzia shangazi, ukatuelezea 1 2 3 kuhusu shangazi, lakini hatujasikia upande wa Mwatitika. Lakini kuna muda sana hatujaona content na Mwatitika bana. Content yangu na Mwatitika for real kwa sasa hivi nimeachana nayo. Naongea rasmi kwa sababu ya kitu kimoja. Mwatitika ina siri. Siri yenyewe ni kwamba ina lugha moja peke yake. Ina lugha moja, ukiongeza lugha ya pili content die. Haina ladha kwa sababu ina uhalisia wa Kimijikenda. Na time being sasa hivi tunaangaliwa na watu wengi duniani. Naangaliwa na watu wengi. So wherever nikishafanya ile content, kuna sehemu nimejilimit. Ni nzuri, ni tamu, lakini kama Kakaisa kama wewe ukiangalia content ya Mwatitika ni ya Kidigo peke yake. Ukiongea Kiswahili au kuna maana uwe mtai nkulu uwe mchawi mkubwa, imepoa. Need something Kidigo kiko na power. Hakuna lugha ambayo ina power kama Kidigo. Kwa sababu Kidigo kina lugha zingine ambazo zina ukejeli ndani yake. Lakini ukichange ukiingia kwa Kiswahili tu kunaita kuivuruga, umepoteza ladha. So nikaona ni mwanangu na tulikuwa tumepanga kwamba tuendelee na ile content for real, lakini juzi alikuja akaniudhi. Ni mwanangu alikuja akaniudhi sana. Na ile really tunataka kuongea kwa Mwatitika hapo wote alipo alinikera. Bro na mheshimu Mwatitika sana. Japo kwamba this month hii miezi sikuwa nafanya naye kazi, lakini Mwatitika ni mtu ambaye alikuwa na mheshimu sana. Brother kabisa yani. Alikuwa na mapenzi naye. Lakini alikuja kaniudhi sehemu ambayo alikuja ka comment. Ndio sio alikuwa anakuambia, alikuja ka comment. Ukiona content kila mtu anaweza kuigiza, yeuza content, hakikisha you stay unique. There is a friendship there. Nakuuliza Kakaisa hapo ingekuwa mwanayo wewe. Huo ni ushauri. Hana namba yangu Mwatitika. Si ni mtu tunachekiana. Anajua kwangu, anajua kwake, we can face each other. Umeona? Lakini mbona achukulia hatua post kitu kama hicho kwa mtandao? Kuna umuhimu wa kwa ya post. Nasema ilikuuma sana hiki. Iliniuma kwa sababu niliona kwamba alikuwa mnafiki wa muda mrefu. Sikuwa najua, but alikuwa mnafiki. Ile really. Ukiniona ninaingia kwa media kama hivi, hiyo issue umeniuliza ngakujibu. Jua hiyo issue inataka kuweka wazi. Sipendi unafiki. Sipendi unafiki, alafu sipendi mazoea sana. Kiukweli tu kwamba Mwatitika alinikosea sana kwa vitu vingi. Aliniblock mimi. Sijamfanya kitu chochote. Alikublock. Aliniblock TikTok, Instagram, WhatsApp, everywhere. Juzi ama sasa alikuja hapa kaongea kwamba Madundo nilimblock. Hakuja kuongea. Kuna time alikuja. Brother, kwenye maisha nataka kukupatia funzo Kakaisa. Ukifanya kazi sehemu yoyote, ukiona mtu yoyote anajiona muhimu kukuliko, that's only a problem. Hakuna mahali mtafika. Mimi kwenye maisha yangu naamini mimi bila mwingine siwezi fika mbali. Lakini kuna wanaamini kwamba wao bila mimi watafika mbali. So kuna ndoto tofauti. Na waamini wao hawaniamini. Na mapenzi wao hawana mapenzi. Nikikutajia vile vitu ambavyo nilivifanya kwake ni vingi. Mimi si mtu wa kuongea mazuri niliyofanya. Lakini yeye ni mtu ambaye yani alikuwa the comments zinajenga kibri. Comments za mashabiki zinatujengea sisi kibri. Comments zinasema kwamba Mwatitika bila Madundo si Mwatitika. Madundo bila shangazi si Madundo. Sasa those comments zinaweka kwamba mtu anajiona ni bora kwa mwingine, lakini reality kila mmoja anahitaji mwingine. So labda asinge comment pale. Akakutafuta tu akakuelezea kwamba hichi na hichi. Ingekuwa issue iko fresh, nisingekuwa na kinyongo naye. Wala nisinge kufeel ubaya naye. Umeona sasa kama nampandisha tu kwa sababu hakuna haja alikuwa ni mtaji. Lakini reality ni kwamba alichokifanya kilinikwaza sana kwa sababu ni wale watu ambao nilidhani hata mimi nikishapatikana na mkasa wote watakuwa na depend kwamba bro sivyo huyo mwana msimfanyie, lakini yeye ndiye ana turn back kwamba kwangu kwamba content yangu kila mmoja anaweza kuifanya. Sawa, create chako
Hiyo nionyesha kwamba ni mrafiki kweli, true friend, but ana jealous na mimi. Okay. Yeah. Kuna namna labda yote, labda wewe na Mwatitika labda mkishakupata na kidogo hivi ama mtu akihitaji kwamba anataka to solve hii issue muendelee kufanya content, kwa sababu mlikuwa mnafanya hatujakosana, lakini najiuliza tu kwenye moyo wangu. Brother Kakaisa, you are my friend for real. Kwa nini uje kucomment kwa video? Hatujawahi gombana, sijawahi kutukana, hatuongei mimi na wewe, labda kuna sehemu inaonyesha kwamba ni mtu anatafuta kugomba iwe kiki. Lakini mimi si mtu wa kiki. So mimi namwambia tu Mwatitika, tumeishi vizuri kwa upendo, kwa amani, lakini by the end of the time amekuja kanikwaza. Amenisononesha. Kitambo niandike kitu kama kile, ni post kama video, sikuwahi tamka sehemu, lakini amenikwaza sana. Amekosea. Hebu tupatie urahisi wa kufanya kazi na Sofironi, kwa sababu Sofironi naye ana heka bana. Mwanzo mimi nataka kuongea tu ile reality. Wengi wanamkisia vibaya, lakini katika wale mademo ambao nishapatana nao wanapenda kucheka, hawana kibri. Sofironi number 1. So mimi naona Sofironi ana tofauti na wasichana wengine. Ya ule utupambe wa mtandao, watu wanamebarafu, lakini katika wale mademo ambao wanishaona nao hawana kibri. Hata sasa ina tukakuongea naye, Sofi vipi? Lakini ingekuwa star mwingine angeniambia mimi hii wiki niko na schedule zangu, hiyo kila mmoja anajifeel anavyojifeel. Lakini Sofironi, Mungu ambless sana na afikishe mbali sana, kwa sababu ni mademo ambayo tu unaweza patana njiani akakusmailia tu. Dau lako limepanda sasa kama vile unavyozungumzia sasa. Ni kubwa dau langu, sio dogo. Nasema inategemea na kampuni. Kama kampuni always red card lazima ipande. Ukifanya kazi na Shifa Radio lazima red card ipande. Siishi kutokana na TikTok. Mimi mwenyewe pia najitegemea. So huwa kuna watu ambao lazima niishi nao poa, kwa sababu hujui nani atakusaidia. Na hii mitandao si hakuna mwenye alishaidumu tu all the times your viral moment. No, lazima kuna time cut off, mwingine atakuja. So inategemea time yako uliishi na watu vipi. Na hivi vitu havidumu. Kuna leo unaweza amka kwamba fulani alikufa, hao mashabiki ndio watakao kuzika, hao ndio watakao kuombea, hao ndio watakao fanya everything. So mimi wao mara nyingi wanashauri watu tuishini poa. Tusifake life. Kuna watu wanaumia bro. Kuna watu wanaumia kwenye maisha, lakini as long as ni master lazima watu waoneshe vitu walivyonavyo, lakini reality ukiwaangalia yale maisha yanaonyesha hana. So mimi wanasema kama wakutembea na mguu acha nitembee tu na mguu. Kama Mungu alinibless yangu ipo, lakini wengi wana fake life. Washikaji kabisa unawajua kama wana fake life. Wengi wana fake life sana, wengi. Ma content creators hao. Wengi sana. Vipo vitu walivyonavyo, lakini 99% wana fake life. Wengi wana fake life, wanaumia najua. Lakini sasa ukiwaangalia na ile life wanayoonyesha, wanasahau kwamba kuna akhera, watu watakufa. Sisi kama wasanii tunasumbuliwa na kitu kimoja. Tunapenda kuonyesha ufahari wa maisha, ila hali si bado tunateseka. Na labda wewe sasa, mimi hata nikijionyesha kwamba nateseka, labda kuna mtu nje anatamani kunisaidia, lakini nashikaje iPhone 18, dui ni 18 wala 17. Mtu anakuta mimi nina pesa, lakini reality nasota. Sasa mimi naona tu wasanii wengi Mombasa, Kwale, wapi wana fake life, that message wafikie. Lakini kwako usisahau kwamba Mungu yuko. Mungu yuko, kwa sababu wengi sasa pia tumesahau kwamba kuna Mungu sababu ya TikTok. Kitambo muone mtu anaongea porojo, ameshiba, ni mzima, hajadungwa pipe yoyote, ni mzima na pumua. Lakini wherever ukifikiria kwamba kuna mwenzio nje anateseka, hata ule mwadziba wa kuonyesha sana zile sifa za kuonyesha vitu ulivyonavyo vya hasadi nyingi, au tuonesha, kwa sababu dunia imejaza watu wa hasadi. Kweli. Whenever ukionyesha kitu chako hivi, kuna mwingine hana na kitamani. Tayari ni hasadi hiyo. Lakini sisi tunajipotosha tu kuonesha, unaona kwamba ndio kupata followers. No. Ishafika time wewe bana ukaona kwamba bana, mbona mimi nakaa kama niko nyuma wenzangu wako mbele, mimi nami inabidi nijichanganye na wenzangu. Mimi sijawahi tamani maisha ya watu brother, kwa sababu labda mtu huwezi jua alishiriki, alienda kushirikina ndo akakipata. Sisi watu tuko tofauti. Sasa mwanzo kutamani maisha ya mtu ni vizuri, lakini sisi tunatamani maisha ya mtu kwa dhamira mbaya. Tukiangalia wengi tunatamani maisha ya watu kutokana na venye mwenzako amepiga hatua. Sawa mtamani, lakini ukiangalia historia kila mtu ambaye anajaribu kuonesha mafanikio yake, muangalie historia yake. Kuna watu wana pesa bro. Kuna mtu ana pesa lakini hata uwezi hiki ana ulo sifa. Kuna watu wanajua kuishi na pesa. Lakini sisi ambao tunazishika mwaka huu hatujui kuishi nazo. Anataka ukifika pesa kidogo tu mtu ashaonesha kelele nyingi haipendezi. Alafu pia
tusiishi kama sisi hatujui dini. Dini haitaki hivyo pia. Labda tuzungumzie kwenye ile upande wa kuvaa. Ile idea nzima kwamba kila mahali unapofika unataka uonekane kwamba una vitu vingine. Na sasa kuna vingine vinakuja. Sure. Yeah, vinakuja na mimi wanaenda na kwa sababu mashabiki wanachoka haraka. Mashabiki wanasinywa kwa sababu ni uwe mtu wa kusoma comments pia. Unaangalia wale wa negative comments wanamaanisha nini. Si kila mmoja amekucomment kwa raha. Kuna yule mtu ambaye anakuonea mbali, anajua ukifanya hivi ata upgrade. My content is nice. Sijaona Mrs. change content. Kwa sababu sasa hata nikichange tingia kwenye mapenzi, tingia kwenye ngono, nitaonesha watu wakati mimi by the way kama hujachunguza kakaisa. Mimi ndimi content creator pekee hapa Mombasa na kama yupo ajitokeze. Mwenye ambaye naangaliwa na watoto sana. Sure. Sana. So mimi ni chef atompaka na watu wa bet, watu wa pombe, wanataka ni advert. Hizo vitu lakini nilikataa, sio kwamba sina njaa. Nina njaa kibao, lakini nilikataa kwa sababu gani? Influence. Mimi si advert tarabu. Mimi I can't. Hiyo ni live nasema. Sipendi ku advert vitu vya usharati. Kwa sababu behind the camera nina influence. Na watoto wadogo wananiangalia. Leo hii ninawatangazia muondo bane ni hivyo nyumba mbovu hapo tupana ya moto hapo. What? Hivi vitu vinabaki mtandaoni brother. Sure. Naenda nagongwa na gari na alikia watu wakazini pale mahali. So nitakuwa ninaacha nini? So mimi wanaishi nikiangalia kesho yangu pia. Siishi tu kufocus na mitandao. Yataisha. Kwa hivyo wewe huwezi kupiga advert yote ambayo inahusiana na ulevi wala usherati. Sifanyi advert za usharati. Washikaji wanakuja nishafuatwa paka na watu wa beti bro. Basi itabidi tukupatie dola ngapi ufanye. Sifanyi advert za beti, sifanyi advert za tarabu, sifanyi advert zozote za kuitia watu usharati. That's real. Nimetamani sana kusikia ratiba yako ya siku asubuhi kiamka, ule utaratibu wako paka jioni inafika unaenda kupumzika. Ukoje? Mimi mwanzo nikiamka kitu cha mwanzo namuomba Mungu mwanzo kwa kuamka, kwa sababu kuamka ni rehema pia. Sure. Alafu chingine huwa napenda sana niangalie schedule yangu mimi mwenyewe kwa sababu mimi ni mtu napenda kushoot. Napenda sana mambo na kushoot. Na chingine ambacho napenda kuomba Mungu wangu na kufocus na kazi yangu. Basi sipendi urafiki. Mimi huwa niko hivyo. Sina marafiki kakaisa. That's real. Hauna washikaji kabisa kwamba leo ni weekend. Ukiangalia hata washikaji wenyewe ndio wao. Mtu ana comment kwa video yako anakuambia ukiona content mtu anaweza kuigiza sana, change content mbele za watu eti marafiki. Sasa mimi naona wao sio wana. Mimi bedeka kaisa, mimi kuna mtu napenda kusema. Ukiwa na rafiki yako kwenye maisha, ukiwa na rafiki yako alafu ukiwa na ule rafiki ni mtu sana wa kuongea mabaya yako mbele za watu kama matani, that's not a friend. Huo ni mnafiki. Chukua hii itakusaidia. Huo si rafiki. Marafiki kawaida huwa si watu wa kubabajupa, si muongeaji rafiki. Rafiki yule mtu atakuita kando, bro, kile kitu umekifanya si kizuri. Na wewe mwenyewe kama mtu akubadilika tutamwambia bro nakuelewa. Lakini yule mtu wa kwamba anaongea pate CV kwa watu kwamba yeye ni mwema kuliko wewe, kwangu unaipeana kwa watu. Ukiwa na rafiki yako, alafu ukiwa rafiki ni mtu wa kukurekebisha, lakini kukurekebisha mbele za watu, huo ni msela mavi. Kwa sababu you always respect your friend. Wherever ukiwa na urafiki na mtu, mpe heshima. Heshima ndio itadumisha urafiki. Lakini mimi toka nianze urafiki na watu sijawahi dhalilisha rafiki yangu. Sijawahi enda kwa sehemu nikaongea mtu. Na kama yupo Mungu atanisamehe. Lakini ushakutana na marafiki kabisa na kudhalilisha mbele ya watu kabisa. Naweza sema mtu. Leo nasema mtu. Kuna mwana juzi alicomment kwa video yangu. Alicomment kuna dogo, wajua mimi ni mtu napendwa. Ile really. Mimi ni mtu ambaye unaweza pata scroll na kuna Madundo Junior. Nadhani ushaipatana nazo nyingi. Hata mimi nilikuwa nikuuliza hilo swali. Kwa sababu naona vijana kama wanafuata nyayo zako hizo kabisa. Si kwamba content yangu kila mmoja anaizigiza. Mbona wako panye na nimefika mimi. It's because of love. Lakini sisi content creator wa Kwale, Mombasa, wapi tuna ile hasadi. Mwenzangu yuko mbele. Mwenzangu pale ninapofika mimi, kuna watu hawezi fika. Ukawa na mimi alhamdulillah, mimi napendwa na watu tofauti wakubwa. Naangaliwa na watu wengi
wale watu wanaoniangalia ni wakubwa kuliko wale yale ninayoyafanya. Yeah, true. Umeona? Sasa kama mtu kama Wakili anatulia anaangalia kitu changu, watu kama kina Abdulswamad wanatulia wanaangalia video yangu, who am I? I'm a brand. Umeona? Yeah. Lakini kuna watu wanaumia na ile hatua mimi napiga. Watu wanaumia sana. Wanaumia. Washikaji wanakunja yani. Sasa unapata pale nje kuna watu wengi wanaangalia video zangu, watoto wanaigiza kile ninachokifanya. Ni mapenzi jamani. Kama mtu anajiamini, mtu naigize kama yeye. Okay. Anatafute watu wawalipe, wamuigizie, apate hiyo brand ya kupendwa. Ushamcheki Madundo Junior? Wengi. Watu ni wengi wananigizia. It's because of love. It's not about kitu changu ni rahisi. Ni kwa sababu ile love watu walionayo kwangu mimi. Okay. Yeah. Nimeona sana kuna yule dogo ambaye nafikiri anatoka Kwale ambaye anajiita Madundo Junior. Yeah. Nimeona watu wengi sana wakimposti sana. Alafu comments pale nikizipitia naona kila mmoja anajaribu kutagi pale, kutagi. Kuna namna yote labda pengine tumejaribu kumtafuta yule dogo. Yule ni mwana mwanzo. Alafu mimi huwa si yule mtu wa hasadi kwamba mbona unafanya kitu fulani. Mimi naamini kitu kimoja brother. Riziki ya mwenzio huwezi ziba. Kuna kama Diamond feki, kuna Rayvanny feki, kuna Mbosso feki. Hakuna siku utamuona Mbosso anatengeza nyimbo, mbona mnatumia nyimbo yangu? Mbona mnatumia? Hakuna. Kila mmoja anaamini riziki iko kwa, yani riziki yake iko kwangu. Yeah, sure. Sasa labda hata namuona sasa ameanza kupata matangazo madogo madogo. That's real. That's good. Lakini unapata mtu akigiza kitu chake, bro acha hicho. Okay. Mbona anagiza kitu kama changu? Hamna. Kila mmoja na safari yake ya maisha. Labda utakufa yeye atakiendeleza. Okay. That's good. Sasa huwa sina ile conversation nyingi naye, lakini always na comment kwa video zake. Nampa support brother, keep it up. Si kila mmoja anaweza. Wewe kama unaweza, wewe kama unaona kitu chako kinaweza, waambie watu wakigizie kidumu. Nawapa full message. Kwa sababu saa zingine ukiwa mnyonge sana wanadamu kuona kama makalio. Wanakuona bure sana. Sasa wherever ukinifanyia ujinga nimevumilia mengi by the way. Mimi si mtu wa kuongea watu kwa media. Ukiona issue ninayoongea jua anataka ikome. Sipendi mazoea, sipendi watu wanizoe sana. Nilifeel vibaya. Mtu ale comment ni mtu ambaye nimemheshimu, nimemtunzia heshima yake kwamba brother I love you bro. Yeah, I need you bro. Sure. Lakini yeye huwa ananikutamia kama naweza move bila yeye. Sasa ile time ya kwamba nimemove, nimemwacha nyuma, anakuta kwamba this guy kumbe tumepoteza bahati. Chance haiji